Hii movie inaanzia ndani ya chumba cha mpatanishi wa ndoa. Alafu huyu mpatanishi wa ndoa nje ya chumba chake ameandika Fight your marital demons. Pambana na pepo la ndoa. Game linaanzia hapa. Sasa kuna pepo gani ambalo wanatakiwa kupambana nalo? Tunaanzia hapa. Hasa kuna jamaa mmoja leo amewaka kichizi, anamlaumu mke wake kuwa chanzo cha matatizo yote yaliyoweza kutokea. Lakini naye mke wake pia anamlaumu mume wake kwa kumwambia kwamba inakuwaje yeye ndio chanzo wakati yeye ndio ameenda kufanya uzinzi. Yani inamaanisha hapa mwamba amechepuka. Lakini jamaa anarudi kukazania na kusema kuwa mwanamke wake ndio sababu ya yeye kuchepuka. Basi mpatanishi wa ndoa mwenyewe anabaki anashangaa. Yani mke wako wewe ndio chanzo cha wewe kuchepuka, ili kuwaje? Yani huyu mwanamke mambo anayonifanyia na hakika Mungu hataweza kumsamehe, atamhukumu mwanamke huyu. Kwani kuna mtu ambaye hatahukumiwa? Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake. Mimi ndahukumiwa kwa kuwa muaminifu ndani ya ndoa yangu, na na uhakika kabisa kwamba nitapewa mali nyingi huko mbinguni, ikiwezekana hata jumba. Upewe jumba la nyoko. Katika wewe maisha yako yote unaona kabisa unastahili kupewa jumba wewe. Mbingu ipi utakayoingia mwanamke ovyo wewe? Na kama ningekujua kabla basi na hapa mbele ya Mungu nisingekuoa wewe mwanamke. Na leo hii nataka tupeane talaka siku ya leo. Unajidanganya babu, nikwambie ukweli tu ni kwamba kilichounganishwa na Mungu mwanadamu hawezi kukipangua. Siwezi kuachana na mtu ambaye Mungu ameniunganisha naye. Labda utafute kitu kingine cha kunifanyia, lakini kuachana mpaka siku nitakapoingia kaburini siji kuachana na wewe. Haraka sana msimamizi wa ndoa ikabidi kuingilia valangati hili, maanake sio muda hapa ingesikika mtu mara unakibamia, mara hivi na hivi, una mdomo unanuka, upigage mswaki. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Hamjanieleza hata chanzo cha ugomvi wenu ni nini, lakini mumeanza tu na valangati. Mnaweza mkanieleza nini sababu ya huu ugomvi wenu wote mpaka mnafikia hapa siku ya leo? Eti shida nini babangu? Niambie, kuwa huru. Okay sawa. Mimi mwanamke huyu tumekutana kwenye mitandao tu ya kijamii, ni Instagram nakumbuka. Kipindi hicho mimi na mambo yangu tu mengi ananisumbua. Sasa mwanamke huyu alikuwa anaendesha vipindi vyake vya maombi kwenye Instagram. Mimi nikamtafuta kwamba niombee. Aliponiombea ikatokea tu kwamba nimevutiwa naye sana na namna ambavyo anafanya huduma yake. Nikaona ni binti ambaye atakuwa ni sahihi sana kwangu. Sasa tulipokuwa tumejuana kidogo kwa uchache ule, tukaona kwamba tukutane siku moja tuweze kuongea pamoja sehemu moja. Kwa hiyo nikawa nimemwalika bar. Akanikuta pale. Nilipenda sana alivyoingia, namna alivyokuwa akionekana, jinsi alivyokuwa amevaa, binti wa kilokole huyu. Nikajua kabisa moyoni mwangu nimemkabidhi malaika moyo wangu, kwa maana hiyo kwamba niko sehemu salama. Lakini mimi madam kiukweli sikujua kabisa kwamba naingia kwenye makaa ya moto kiasi hiki. Kiufupi, kutoka siku ya kwanza najuana na huyu binti nilianza kuiona madhaifu pale kwa sababu mimi nilimwagizia chakula. Nilimwagizia kwanza wine kwa sababu alisema atumii vilevi, nikaona nimchukulie wine lakini pia nimwagizie chakula. Wakati wote huo namwagizia chakula amekaa kimya. Lakini mwisho wa siku namwambia bibie karibu msosi, anakuja kuniambia eti amefunga. Sasa namuuliza wakati wote wakati naagiza chakula ulikuwa wapi kuniambia kwamba nimefunga ili mimi nisiagize? Ananiambia kwamba nilijua vyakula hivyo vyote unajiagizia wewe mwenyewe. Kwa mimi niwe nakula vyakula viwili. Kiufupi ni kwamba binti nikawa simuelewi kutoka hiyo siku ya kwanza. Lakini madam baadaye tukakubaliana kwamba mimi na binti twende nyumbani, basi niweze nikamuoneshe nyumbani kwangu kuko vipi, kwa sababu tayari tushakuwa wachumba, tumejuana kwa kitambo kifupi kidogo. Hivyo basi tumefika nyumbani ile bana namwambia basi tuingie ndani, na ananiambia inatosha kwa hapa nje kupaona tu nyumbani kwako, nimeshalizika. Siwezi nikaingia ndani kwa mwanaume mimi. Nikamwambia mimi sio mwanaume, mimi ni mchumba wako. Unaingia nyumbani kwa mchumba wako. Najua kwamba wewe ni bikra, hujawahi kushiriki jambo lolote lile, lakini sina maana kwamba ukiingia ndani ndio unaenda kurekebisha kila kitu. Hapana. Lakini bado mwanamke huyu alinikazia na kunitolea mifungu kama vyote katika neno, kuniambia kwamba hairuhusiwi kabisa yeye kuingia ndani ya nyumba yangu. Fresh tu nikaanza kuyavumilia. Haya bwana, binti Sayuni ndio hivyo akamponyoka mwamba. Sasa jamaa huyu anaitwa Brian na binti anaitwa Jide. Basi mimi nikasema fresh, kama issue ni ndoa haina shida. Nikaenda kwa wazazi wake tukajitambulisha, akaja nyumbani kwetu wakamtambua. Basi katika maandalizi ya ndoa binti huyu akafanya kituko kingine tena cha ajabu tofauti na kile ambacho alikifanya mwanzoni. Akasema eti ameona maono kwamba Mungu amemwambia harusi hii ifanyike wasishiriki watu wengine wowote, bali ishiriki familia peke yake. Sasa nikajiuliza hii harusi gani wanashiriki familia peke yake, hakuna jirani wala mtu yote anayetakiwa kushiriki? Nikasema sio mbaya, basi freshi. Tukafunga harusi yetu bwana, hakuna aliyeweza kushiriki mwingine yeyote. Hapo basi mimi nikanyosha mikono, nikajua mauzauza yote yale yameisha. Sasa siku ya kwanza bana tumeshaingia ndani. Ndio hivyo sasa chumbani bwana. Ilikopo hivi sasa, yani hapo ndio ndio alinichanganya ovyo kabisa yani.
Basi mwanamke akiwa ameweka mafuta ya mwamposa pembeni pale, alikuwa akijiandaa kwa ajili ya ibada ya jioni kwa sababu ni kipindi cha maombi hiki. Bwana wake akawa ameingia ndani ya chumbani, anataka kumkisi mke wake, lakini mke wake anamwambia hapana bana, hatakiwi kunikisi. Baadaye mwamba ikabidi kuanza kushauti, na kwaje nisikukisi bana kati wewe ni mke wangu? Ndiyo, hata kama mimi ni mke wako, lakini bado natakiwa tujenge kwanza misingi iliyo imara katika Mungu ili shetani asije akaiangusha ndoa yetu. Lazima tujitengeneze, tujiimarishe katika ulimwengu wa kiroho. Mke wangu, ulimwengu wa roho wapi kwenda kuimarisha? Mimi naujulia wapi? Utaujua sasa. Hebu piga magoti kwanza nikuelekeze ulimwengu wa roho utaenda kuimarishia wapi. Haya, piga magoti hapo, tuingie kwenye maombi sasa. Mwanamke akasukuma maombi hapo zaidi ya vile unavyoweza kufikiria. Nena kadri anavyoweza. Kaanza kwa kuombea ukoo wa mwanaume kwa kutaja jina la mmoja baada ya mwingine kila aliyemkumbuka. Kamia ukoo wake, akataja jina la kwanza mpaka majina ya mwisho. Kisha baada ya hapo akaja kumwombea mume wake maombi ya kutosha. Baada ya hapo akaja kuombea watoto ambao watazaliwa. Baada ya hapo akaja kuombea wajukuu watakaozaliwa. Baada ya hapo akaingia kuombea vitukuu. Alipomaliza kuombea vitukuu akaja kuombea na uzee wao pindi watakapokuwa wamezeeka. Kaombea maisha yake yote kiujumla. Mwamba amechoka vibaya mno. Mwisho wa siku jamaa kapanda kitandani. Ala, haya maombi gani haya? Mpaka dakika hii mtu anaomba tu zaidi ya masaa 3 mtu alikuwa ameomba. Mwisho wa siku mwamba akajikuta amelala usingizi. Mwanamke bado yuko anaendelea na maombi, anakuja ile kushtuka. Anakuja kutazama mume wake ndio hivyo yuko hoi na ndio anakoroma, jamaa kachoka. Mume wangu, kichwa cha familia umelala. Sasa ya maombi mimi mwanamke ndio niaongoze kweli? Mke wangu, unaongea maneno gani wewe? Unaomba maombi hapo marefu muda wote na kuna maneno unayataja yananikera kweli kweli. Unaanza kuzungumza, unakemea pepo la tamaa ya ngono. Pepo la tamaa ya ngono kwenye ndoa hii, unakemeaje pepo la tamaa ya ngono? Una akili kweli wewe? Hapo angalia mpaka dakika hii hapa umeomba mpaka dakika hii asubuhi inakaribia. Eti ndio kwanza tumeanza maombi kati asubuhi ndio inaingia hapa. Muda wote tu unaomba. Mume wangu, amka tumalizie maombi. Nisikudanganye utamkaribisha shetani hapa ndani. Tumalizie maombi gani bana? Usiniambie chochote kile. Wewe kutoka asubuhi kutoka usiku unaomba mpaka dakika hii asubuhi tumeingia. Mimi sijalala hata kidogo. Kesho asubuhi niamkie kazini, alafu pumbavu muda wote usiku tu umekazana unaomba. Haya, mimi na wewe tunalala saa ngapi sasa? Jamaa akawaka sana, akamsii mke wake kama kweli anapenda maombi, basi ni vyema kaombea upande wa pili huko ambako yeye aweza akawa anasikia, kwa sababu siku mzima wamekesha akiwa anaendelea kuomba. Na kama anamwambia kama unataka kweli kuendelea kuomba, basi pindi utakaporudi katika kitanda hakikisha unanipa raundi 4. Mwanamke akashangaa, nini? Kwa hiyo wewe wajibu wako kwa mume unachojua ni kumuombea, basi vingine vyote uvijui. Mwanamke akakazana kwa kumwambia kwamba wewe una roho ya tamaa, una tamaa ya ngono. Kwa hiyo hapo utakiwi kabisa kuendelea kubakia na hiyo tamaa, natakiwa niombee kwanza hiyo tamaa itoke. Ile mwamba ameamka asubuhi anakuta bibia hayupo. Yuko wapi tena mke wangu? Anakuja kutoka nje anakuta mke wake yuko bize na maombi, anitakasa nyumba, anaiombea. Ile kumuona tu mwamba, fanya haraka sana lete na gari yako, natakiwa nitakase. Kwani uitakase gari yangu imekuwa chafu? Mbona nishaosha jana? Haya sio maji ya kawaida, haya ni maji ya upako. Yaani haya nikimwagia gari yako basi shida zozote njiani unakosa. Sasa shida na maji hayo ndo nini sasa yani? Njoo bana ilete gari yako nitakase. Yaani kutoka nimeingia ndani ya hii nyumba ninaona kuna roho zinaizingira hii nyumba, kuna shida nyingi sana. Lakini sio tu nyumba hii peke yake, hata wewe una roho ya tamaa ya uzinzi. Una roho hiyo inakusumbua hiyo. Akaanza kukemea mwanamke, ombea kweli ile nyumba. Bahati mbaya tena anamwagia mwamba mpaka maji. Sasa baada ya mwamba kumwagiwa maji huko amekasirika kinoma noma, anaingia ndani anamkuta mke wake yuko kusoma Biblia. Hasa mke wangu, unaanza kusoma Biblia sasa hivi? Kutoka asubuhi hujaandaa chai, hujaandaa kitu chochote kile. Na maana nini? Kwamba hapa ndani hakuna kunywa chai mpaka mida hii kweli? Kumbe sikukwambia. Kuniambia nini sasa? Kwamba tuko kwenye mfungo, tunatakiwa tuendelee kuiombea ndoa yetu, tuisimamishe ndoa yetu, kuhakikisha kwamba ndoa yetu inasimama, tusiruhusu kabisa shetani kuingilia ndoa yetu. Tuko kwenye mfungo mume wangu. Huo mfungo gani ambao mimi hapa sielewi kabisa, tunafungaje bana? Mimi na njaa bana. Lakini pia naiombea siku ya kwanza ambao ndakutunuku. Unajua hii ni kwa ajili ya bikira yangu pia. Kwa nina maombi mazito sana ya mfungo kwa ajili ya kuombea na siku yangu ya kwanza ya kukutunuku. Unajua wewe una tamaa sana. Kwa lazima nikuombee pia namna gani pia ndakutunuku, namna gani pia inatakiwa nini. Kila kitu maombi yakae katika mpangilio huo. Hivi unatania mke wangu au uko serious?
Niko serious, naonekana kama anatania, si ndio? Kama tunatunukiana kwa maombi mama, acha nikae chini. Mwamba akanyosha mikono yake juu akakaa chini. Kumbe hata kutide ambaye anadai kwamba hawezi akashiriki tendo la ndoa mpaka wafanye maombi mazito ya utakaso na kuhakikisha kwamba wanaibariki siku yao ya kwanza ya kuweza kukutana kimwili. Mwamba akachoka kuyasikia hayo. Unasemaje mke wangu? Ndio, nakupa wiki moja la kufanya maombi ya mfungo ndio utanigusa mwili wangu. Umesahau kwamba mimi mwili wangu ni hekalu la Mungu takatifu. Huwezi kuingia bila kufanya maombi na ibada. Mwamba akachoka. Kwa mke wangu, mimi wewe kutana na wewe mpaka niingie kwenye maombi ya siku 7 mfululizo tena ya mfungo ndio nakutana na wewe? Ndio, unatakiwa kufanya hivyo. Wewe unachukulia kitu cha kawaida hiki. Hiki ni kitu kikubwa sana, huwezi kuelewa. Basi jamaa bila iana ikabidi kukubaliana na hayo yote. Kesho yake sasa ni usiku bwana. Amekaa na mbembeleza mke wake, mke wangu ni sawa, mimi nimeomba likizo ya wiki nzima kwa sababu ya mapumziko ya hii sherehe yetu ya harusi. Nilikuuliza kutokea mwanzoni tuelekee Paris Ufaransa ama tuelekee Marekani vacation, lakini mpaka dakika hii naona uko kimya. Niambie mke wangu. Mimi nafikiria tuende katika mlima Galilaya kule, tukatembelee mlima Galilaya. Tukatembelee mlima Galilaya? Unazungumzia Israel? Anasema ndio, kwa sababu tutapata na wasaa pia wa kufanya maombi huko, naamini tutakaribiana zaidi na Mungu na kuitakasa ndoa yetu kabisa. Mwamba akachoka. Yaani huyu mwanamke imekuwa kipengele kile changamoto. Basi asubuhi kesho yake Mwamba anakuta kuna hotpot mezani. Mke wangu ameelisha maombi ya siku 7 za mfungo. Leo nakula msosi wa nyumbani. Mwamba amefurahi kweli kweli. Sasa ile anakuja kufungua hotpot, anakutana na full message imeandikwa pale bana. Kuja kusoma da. Ujumbe ukamchafua kinoma noma bwana Brian. Yaani akachafukwa kweli kweli na akaamua kwenda ofisini siku ya leo. Sasa akiwa ofisini kule kuna ka secretary kaliingia ndani. Boss, ulitakiwa sasa hivi kuwa honeymoon. Okay. Mke wangu kulikuwa kuna majukumu anayofanya, kwa hiyo tumeprospond mpaka kuelekea mbele kidogo kwa sababu lazima tuweke mambo sawa. Vizuri sana. Lakini ndio nini kufanya sherehe bila hata kunishirikisha? Lakini nilikuambia kwamba hii ni sherehe ya kifamilia peke yake. Kumbe mimi sina umuhimu sana kwako, si ndio? Unatambua kabisa namna gani ninavyokusamini kama rafiki yangu, ninavyokupenda kama rafiki yangu, alafu unanifanyia vitu kama hivyo. So poa kwa kweli. Haya niambie, wewe unataka nikufanyie nini? Mimi nataka tukapate lunch. Sawa, muda lunch si bado hapa. Nataka tupate lunch nje ya ofisi. Nje ya ofisi? Hujui kama mimi ni mume wa mtu? Okay, kwa sababu umeoa, si ndio? Yeah, of course nimeoa, ndio maana lazima niangalie mazingira yapi nitakuepo na mazingira yapi sitakuepo. Basi poa, mimi naomba tu tukakutane nje. Ndio tukalie chakula huko nje. Basi Mwamba ametoka kazini, hatujajua nini walizungumza na yule secretary wake au alienda lunch au kuenda, lakini mwisho wa siku ni kwamba jamaa amerudi nyumbani na mkuta mke wake kalala. Akapika tu na kuanza kumpiga makisi. Mke wake ile anashtuka. Wewe unafanya nini? Nafanya nini kwa mke wangu? Unamaanisha nini? Kwa umesahau kwamba mimi niko kwenye maombi ya mfungo. Maombi ya mfungo bana, leo utafungua nakwambia. Basi Mwamba akaanzisha varangati humo ndani, anasema ni leo lazima kieleweke humo ndani. Kawa ni varangati kubwa sana, ikaanza mkimbizano humo ndani. Mwamba anadai kwamba leo utatoa utoi. Jamaa akaendelea kumfukuza mke wake mpaka alipofika maeneo ya sebleni. Mke wake alipoona Mwamba amechafuka kweli kweli, akatumia mbinu za tai chi, akampa Mwamba mmoja katika maeneo ya sekta. Jamaa akaishiwa nguvu, akaanza kupiga makelele, mke wangu umenipiga sehemu ya familia. Tena kaka, ujiheshimu, ushike adabu yako kama ulivyoshika vinyenya mshenzi. Nakwambia nitakutababishia makubwa zaidi ya hayo. Sawa? Koma kabisa. Siku zinasonga, Mwamba hali bado ni mbaya bwana. Amerudi leo nyumbani, anamuuliza mke wake, hivi mke wangu unatambua kwamba mimi sijafunga, si ndio? Ndio natambua. Hasa kwa nini upiki chakula kwa ajili yangu? Ni kwa sababu nimefunga. Kwa kama umefunga ni kwamba usipokula wewe basi na mimi stahili kula. Kuna njia ziko nyingi tu. Kwa nikale mimi nikakupikie ili nipate hamu ya kula nifungue, au sijakuelewa? Si uende mgawani ukale. Sawa. Kwa hiyo huu mfungo utadumu mpaka lini? Huu mfungo utadumu mpaka siku ya Ijumaa. Sawa. Kwa hiyo Ijumaa sasa na kuahidi nitakachokufanyia kitandani utajuta kunichelewesha wiki zote hizo ulizonichelewesha. Kwa hiyo sasa unalipa kisasi au hapana? Na kuahidi tu. Walisema ifiki, sasa imefika. Bwana, Ijumaa ndio hiyo imefika. Mwamba kaingia nchini Kongo akatafuta kinywaji fulani muhimu kweli kweli, akarudi nacho Nigeria. Sasa hiki kinywaji kwanza kaweka nusu, akajifikiria akaona hii nusu haifai bana. Hii leo kwa show ya leo hii acha nijaze kabisa. Akajaza kabida kile kinywaji chake chote. Kaingia tumbani bana, akuta mlembo hayupo. Moja kwa moja kaenda mpaka pale katika mlango wa bafuni. Wewe Jide, vipi bana? Wanaendeleaje huko ndani bwana? Sasa unaoga njoo tuingie wote na mimi nioge. Siwezi kuoga na mtu mimi bana. Hapana, leo si unajua ni Ijumaa tena tunafungua alafu tunafungulia na huko. Niko kuoga. Basi sawa, nakusubiri kitandani.
Mwamba anafanya na mazoezi kabisa, akiamini kwamba mtoto atakapotoka huko basi shughuli. Lakini bibi ile anakuja anatoka amejijaladia vibaya mno, nguo 3. Kwanza kavaa skin tight, pili kavaa night dress, 4 kavaa kakoti fulani ndani ya night dress. Sasa unatokaje umevaaje hivyo? Kwa nini nitoke nimevaaje? Kwa hiyo unataka mtu akitoka bafuni amevaaje? Unatakiwa uvae angalau half naked, yani nusu utupu. Sawa, kama ulikuwa unataka nivae nusu utupu basi sio leo. Kwa nini sio leo? Kwa sababu leo ni back to back, yani back to back. Unamaanisha nini unaposema back to back? Yani leo unamaanisha kwamba mpaka patakucha hapa ndani. Okay, samani bana, leo niko Simba wanacheza, niko P. Uko P. Sawa mke wangu. Mimi nitajitahidi kwenda vizuri kistaarabu. Wewe unazungumza nini? Mwisho wa siku Mwamba akaendelea kumforce mke wake. Sini kakatikia hapo. Ikaonesha kiza, hatukujua nini ambacho kilikuwa kimejili, lakini ndio hivyo Mwamba anamkia ofisini. Secretary kama kawaida yake hachoki kugonga hodi kwa mume wa mtu. Leo akafika tena anamletea chakula, anamwambia bana, hii lunch nimekuletea. Akamwambia nashukuru. Inaonekana mke wako yuko busy sana. Ni kweli mke wangu anakaa busy plan. Okay, naona kuna hata ule mngao uliokuwa nao umepungua sana. Ni kama una stress. Hivi uko sawa kweli? Niko sawa. Sawa, lakini kama kuna kitu tofauti unaweza kaniambia. Sawa, na kuahidi nitakwambia wakati wote ule nitakwambia, ni kweli nitakwambia. Okay, poa. Mimi basi niko ofisini, ukipata muda njoo nifuate tuongee. Hasa leo nyumbani bidada ametembelewa na rafiki yake. Wamekaa hapa sebuleni, mwisho wa siku akaamua kwenda jikoni kuzungumza. Wanafika jikoni ile wanaanza kuzungumza, dada anashtuka. We, ulimwambia kwamba wewe ni bikra? Anasema ndio, nilimwambia kwamba mimi ni bikra. Kwa ameshagundua kwamba ulikuwa unamdanganya? Hapana, hajagundua kwa sababu mpaka dakika hii sijawahi kulala naye. Unajui kulala naye? Mwezi mzima tokea mmeoana sijawahi kulala naye. Wewe kwa hiyo una mpango gani? Mimi na mpango, nataka kwanza endelee kunichukulia kama wife material. Nataka tukae hata mwaka mmoja hivi. Siku ambayo nitakuja kumpa, yani ataona kama vile mimi ni mpya kabisa, hata gundua kwamba mimi sio bikra. We, yani unajidanganya kabisa, akili yako unajiona wewe uko sahihi, kitu unachokifanya sio sahihi kabisa rafiki yangu Jide. Seni anafungua na kumuonesha secretary akiwa anacheka sana. Unamaanisha kwamba wewe na mke wako mpaka dakika hii, mwezi mmoja na siku kadhaa, hamjawahi kufanya? Hatujawahi kufanya ndugu yangu. Haba kuna shida yote? Hakuna shida yoyote ile. Jaribu basi kuwa labda kama kuna changamoto hivi itatue. Hatuna changamoto yoyote, sasa itatue kitu gani? Mimi nahisi labda kama huyu mwanamke labda huenda anipendi. Kwa nini unasema kupendi? Huenda bana hofia kupoteza bikra yake, lakini ushawahi labda kujaribu kumgusagusa, kumlazimisha hivi, kumforce, kumtengenezea mazingira romantic. Yani ni mforce mke wangu. Hivi jamani, mnajua naye ongea naye ni nani? Mimi nazungumzia mke wangu, sizungumzii msichana fani swidemu nimemtoa wapi huko. Nazungumzia mke wangu, neka naye ndani nyumba moja, chumba kimoja, tunalala kitanda kimoja. Nianze kutafuta tricks za kumforce, kumleta kwenye line za nini sasa? Si ni mke wangu, anatambua majukumu yake. Sielewi kabisa. Mwamba akatoka akiwa amekasirika moja kwa moja mpaka nyumbani. Ile mke wake anataka kumpokea, akamtolea mbali huko. Bana usiniguse bana. Kaingia moja kwa moja chumbani, huyu akachukua laptop akawa anarudi sebleni. Mke wake anajilazimisha, mume wangu naomba nikusaidie. Sitaki kabisa unisaidie chochote kile. Akarudi mwisho wa siku akaenda kukaa sebleni. Hahitaji sasa hivi, ameamua kabisa ni moja kwa moja kwamba kama mbwai na iwe mbwai. Jamaa kauli za secretary zilimchafua kabisa kichwa chake. Akajikuta hata akimwona mke wake atamani kabisa kusogeleana naye. Yani mke wake mwenyewe eti aanze kumtafutia triki namna gani ya kukutana naye. Akaona upumbavu. Mke wake anamfuata chini, Mwamba hana time kabisa, anahamia juu. Akihamia juu basi anashuka chini. Nyakati za usiku anatoka ndani, anaelekea kulala sebeni, mke wake akiwa amelala chumbani. Ila anashtuka, mume wangu yuko wapi? Anaita, anakuta mume wake hayupo. Anashuka mpaka kwenda chini kuja kumtazama mume wake. Mume wake anavomkuta huko chini, mume anapanda juu, mwisho wa siku anajifungia ndani na kudai kwamba hataki usumbufu kabisa. Dada watu wanagonga nje. Unanifungia kweli mume wangu? Unanifungia mimi nikalale wapi? Kweli unachonifanyia sio sawa. Kesho yake Mwamba anarudi kutoka tena kwenye issue zake, anarudi akiwa amelewa chakali. Mke wake anabaki anashangaa. Huyu tabia ulevi umeanza lini? Anasema nikuulize wewe. I've been drinking more alcohol for the past 6 hours. Did you check on me? Akawa anamwimbia kanyimbo wako. Nilikuwa nimelewa kwa masaa kama 6 hivi. Ulinicheki?
Basi baadaye kama ndio hivyo anazungumza Mwamba, tabia yake ikabadilika mazima. Mwanamke anasema kwamba natakiwa niongeze kiwango cha maombi. Mwamba akiwa ofisini analalamika kweli kweli, akijutia ni kwa namna gani alisubutu kumuoa yule mwanamke. Lakini baadaye secretary anakuja kwa jirani zaidi, huko anamshikashika jamaa na kumwambia kwamba umeongea sana mpaka lipsi zako zimekauka, naweza nikaziloanisha kidogo samani. Lakini Mwamba bila neno lolote lile kuzungumza anajikuta tu ile ghafla Benivu yuko katika dimbwi kubwa sana la mahaba na msichana huyu secretary wa hii ofisi. Sasa itakuwaje katika episode ya 3 ikiwa Mwamba shaanza mazingira ya kimapenzi na secretary? Vipi mke wake akija kufahamu jambo hili itakuwaje? Sehemu ya 3 hii hapa. Kumbuka kwamba nimekuambia ni leo tunakamilisha, na kama nilivyokuahidi ndivyo ambavyo natimiza. Kisha tumegusa alama ya subscribe na Okay, hii ni sehemu ya 3 na ya mwisho ya recap yetu nzuri sana inayohusu maisha bwana Brian pamoja na mwanamke wake Jide, ambao hawa walikuwa na kisanga kizito katika familia, ikiwemo kwamba Jide alikuwa anataka kumbania mume wake kwa kipindi cha mwaka mzima asiweze kukutana naye kimwili, ili pindi anapokuja kukutana naye basi amuone kama mpya. Lakini kubwa zaidi akasema anataka kujionesha kana kwamba yeye ndiye wife material. Lakini kwa kufanya vile ikawa ni hatari zaidi, kwani tuliweza kuona Mwamba Brian akaweza kuchepuka kwa mara ya kwanza na mchepuko wake kule ofisini secretary. Sasa siku ya leo mwanamke anamwaga mwanaume na kumwambia kwamba atakuwa na maombi ya mkesha kwa usiku wote. Kwa siku ya kesho mapema asubuhi atakuwa amerudi nyumbani. Mwamba akajibu tu poa, haina shida, unaweza kuelekea kwenye huo mkesha. Lakini wakati tu mwanamke ametoka, basi akachukua simu yake na kuweza kumtext mchepuko wake secretary. Hivyo akaspend the night, ama wakautumia usiku wao vizuri kabisa. Ni asubuhi imefika, mwanamke anasikika akiwa anaimba kweli kweli, Yesu tukuzwe tukuzwe tukuzwe. Hasa ile Mwamba amelala, ile anakuja kushtuka kwamba mbona kuna kama mtu anaita hivi au anaimba. Akabidi kumshtua mchepuko wake na kumwambia kwamba ujifiche kando ya mlango, ili mwanamke wake anapoingia basi aweze kupishana naye kinamna fulani, hata mzoga. Okay, poa. Mwanamke anaingia tu, jamaa akafika hapo na kuanza kusema amen mke wangu, amen, Yesu ni mkubwa, amen, amen. Mwisho wa siku akafanikiwa mwanamke kuingia ndani, lakini mchepuko naye akachomoka kinamna yake hivyo. Mume wangu huwezi kuamini, yani vipofu wameona mbele ya macho yetu. Kuna mwanamke mmoja alipataga ajali, meno yake yote ya mbele alikuwa ametoka, lakini alipoombewa na mchungaji sekunde ile meno yake yote yakarudi. Wengine kabisa yani walikuwa hawana uwezo kabisa hata wa kutembea, lakini papa alipoombea pale wakaanza kutembea. Yani kiukweli tumeona matendo makubwa sana ya Mungu. Kweli mke wangu, yani Mungu amejitukuza vibaya mno. Tumeweza kuona matukio ya ajabu kweli kweli ya kustaajabisha. Lakini sasa wakati wamelala, mara baada ya mwanamke huyu kuachilia sifa nyingi, akawa anamtazama mume wake kwa mbali, na huyo gundua kwamba mume wake siku hizi haitaki kabisa ile kitu ambayo alikuwa anangangania wakati wote. Mbona ni kama ananipotezea hivi? Mwanamke akajiuliza sana. Mwisho wa siku akaona ngoja nipeleleze simu ya mume wangu, huenda kuna kitu kipi ambacho kimeibuka ndani ya family mimi sikijui. Wakati anaendelea kupeleleza simu ya mume wake, anakuja kugundua simu ya mume wake sasa hivi na password. Akajiuliza akisema kwamba mwanaume anayeweka password kwenye simu yake, huyo mwanaume anakuchiti. Sasa nitaanza ukaguzi wangu. Hilo ndio neno ambalo aliweza kulizungumza mwanamke huyu anayefahamika kama Jiren. Leo jamaa alikuwa akifanya mazungumzo ya kiofisi, anawasiliana na watu kwamba wanatakiwa kunegotiate, wafanye mazungumzo ya kibiashara yawe nafuu kidogo, waweza kufanya biashara katika bei kubwa namna hiyo. Lakini ghafla Benivu anaingia secretary wake akisema kwamba anahitaji tuongee kuhusiana na nini? Tuongee kuhusiana na sisi. Kitu gani ambacho tukiongelee kuhusiana na sisi? Kuhusiana na mambo ambavyo yanaenda. Kumbuka kwamba mimi sasa hivi ni zaidi ya mke wako, na kupatia kitu ambacho mke wako hawezi kukupatia. Kitu cha kwanza, nimekupa uhuru wa kunitumia, lakini kitu kingine najali juu yako, kitu ambacho mke wako alikuwa hawezi kufanya. Kwa hiyo tunatakiwa kupiga hatua zaidi ya hapo. Tupige hatua kiasi gani? Mimi nataka unifanye mimi kuwa mke wako. Nini? Sikuelewi unachokizungumza. Okay, utanielewa tu. Kiufupi ni kwamba mke wako vitu asivyoweza kukufanyia ni vingi tu. Wewe mwenyewe unajua kabisa umeoa mke ni kama boga tu nyumbani kule, haeleweki, hapani chochote kile, ajui nini cha kufanya, ajui nini asifanye, ajui namna ya kujali mume. Kwa nini tu usifikirie tu sasa hivi hapa dakika hii ukanioa mimi ambaye naweza nikakufanyia vitu vyote ambavyo mke wako ambaye anashindwa kukufanyia afu mimi naweza kukufanyia? Okay, mimi naona niishie hapo, lakini mimi kiufupi nataka wewe unioe mimi. Basi Mwamba kabaki amedoa hivyo yani. Sasa tunarudi nyumbani.
Nyumbani nyakati za usiku mwanamke anashtuka na kugundua kwamba mume wake hayupo. Inabidi sasa kuanza kupeleleza kwa sababu alipanga kwamba atampeleleza mume wake mpaka ajue ukweli. Kwa nini mume wake siku hizi haulizii ile kitu? Hasa anafika katika maeneo haya ya mlango, anaanza kusikiliza na kuta mume wake anafunguka maneno kibao mazuri na matamu akimsifia yule mchepuko wake ambaye ni secretary. Akayasikiliza hayo maneno yakapenya mpaka kwa mtima wake, akajikuta tu anatoka machozi mara baada ya kuyasikia hayo. Ikabidi aanze kukagua nguo za mume wake, na alipokagua kwa muda mrefu akagundua kwamba kuna alama za ile lipstick za mwanamke, kana kwamba kuna mwanamke ambaye huwa mara kadhaa huwa anakumbatiana naye na anamwachiaga alama za zile lipstick katika shati lake. Sasa ikabidi kumshtua rafiki yake na kumweleza kwamba bana wewe, nahisi kabisa mume wangu mimi ananichiti. Anasema bana haitoshi kusikia simu na kukuta lipstick kwenye shati yake ndio kaamini kwamba anakuchiti. Akasema hakika nakwambia mume wangu ananichiti. Akamwambia basi poa, nige address ya ofisi anayofanyia afu mimi najua nini nafanya. Basi shoga yake hakutaka kupoteza muda, moja kwa moja akaelekea ofisini kule ambako bwana Brian anafanyia. Akampiga picha yule mwanamke na kumtumia bibia hapa. Bibia akiwa katika majonzi makubwa, mume wake anaingia, anamuuliza mume wangu, hivi ni kwamba huyu unanichiti? Mume wake anakuchiti kivipi yani? Huyu hujui kama unanichiti? Na nimekuchiti kuanzia lini na kivipi? Okay sawa. Huyu kwenye picha ni nani? Mwamba akapigwa na dua kweli. Ni kweli huyu ni secretary ofisini kwake na ndiye ambaye anamchiti kwa mke wake. Okay. Bibi akalalamika sana, akasema yani umeshindwa kunivumilia mwaka mmoja tu, nimekupa kama mwaka kamoja kamekushinda kuvumilia. Ungeweza miaka 3 wewe. Kwa kweli ulichonifanyia sio kitu kizuri. Bibi akalalamika sana, mwisho wa siku akatoka pale sebuleni na akakimbia. Basi Mwamba akaomba sana msamaha, lakini ndio hivyo kueleweka. Mke akiwa anasoma Biblia na mtafakari Mungu wake, ananyanyua mikono juu, anatafakari. Mwisho wa siku Mwamba akawa anaingia. Ile ameingia tu mwanamke akasimama, akamshika mkono, akamwambia mume wake kwamba nimekusamehe. Umenisamehe? Ndio nimekusamehe. Yaani umenisamehe kirahisi tu hivyo. Hakika nimekusamehe. Umeuvunja moyo wangu, umeipitisha imani yangu katika majaribu, lakini mimi nimekusamehe. Aisee, kama kweli umenisamehe, basi nakushukuru sana. Wewe utakupo ni mke bora zaidi kuliko wanawake wote duniani. Kwa ofisini mambo yamechafuka kweli. Mchepuko naye anadai haki yake, anauliza mbona siku hizi kama ananipotezea? Anamwambia bana mke wangu amejua. Kwa kama amejua ndio nini sasa? Kwa hiyo wewe kwa mke wako ameshajua, kwa hiyo nini shida sasa? Hata kama amejua, kwani mimi nilikuwa nataka asijue? Akasema kama amejua nataka kuwa mume bora katika familia yangu. Basi kama ulikuwa unataka kuwa mume bora, kwa mimi ulikuwa unanitumia, si ndio? Sasa nakuhakikishia kwamba kwa hicho ulichokifanya wewe na mke wako jehanamu. Maneno yakaishia hapo. Mwanamke mchepuko aliweza kuyazungumza hayo bwana. Haya bwana, Mwamba Brian katika kuhakikisha kwamba analipoza penzi la kipenzi chake Jedida, akabidi kumfuata leo chumbani akiwa amembebea breakfast asubuhi kabisa kitandani. Akamwamsha bibi, akamwambia bana kamata hii kitu unaweza kanywa. Akamwambia nafanya vyote hivi kwa ajili ya kukuomba msamaha kwa kile ambacho niliweza kukutendea, lakini mke wake akamwambia kwamba nilishakusamehe muda mrefu sana. Kwa hiyo akapokea kile chakula huku anaomba msamaha. Sasa hii alfajiri Mwamba alikuwa amempokea rafiki yake mmoja hivi anaitwa Sam pale nyumbani, na ikabidi kumkaribisha sasa kinywaji. Akaita Jedida, naomba uniletee wine 2 kwa ajili ya mimi na mgeni wangu, fanya haraka. Sam ni jamaa mmoja muongeaji sana, yani ile time tu amefika basi anapiga story kama zote. Huwezi kuamini rafiki yangu, wewe ndio wako kimya basi pata kuniambia mimi. Asema ndio hivyo bana, ni maamuzi ambayo tulikubaliana na mke wangu, hatukutaka mtu yote aweze kufahamu juu ya ndoa yetu, kwa tuliamua kufanya kimya, ni familia tu zilihusika. Alipomuona tu bibie akamuita Tanasha, wewe. Ikabidi bwana Brian ashtuke na kusema bana sio Tanasha, anaitwa Jide. Huyu au Tanasha mwingine? Huyu si Tanasha utamu huyu, tunamfahamu wote sisi. Unajua Sam na kuheshimu sana, lakini chunga sana majina yako hayo kwa mke wangu. Kwa hiyo jamaa wangu mkaamua kufanya harusi ya kimya kwa sababu mlikuwa mnahofia kwamba tusije tukajua tukawaharibia, si ndio? Haya sawa, mimi naongopa, basi ngoja tusearch hapa Sweet Tanasha tuangalie je ni mimi naongopa au ni kweli. Mtandao haidanganyi bana. Huyu Tanasha huyu bana, kila mtu aliyekuwa na gari nzuri alikuwa anatembea naye, sasa hivi anaongea nini wewe? Haya sasa, kama naongopa, haya huyu ni nani huyu? Nani yake huyu? Nani? Haya wewe Tanasha mwenyewe jiangalie, huyu ni nani huyu? Niambie kama tunaongopa hapa, ni nani huyu? Tena wasiwasi wewe jamaa wangu sio ambaye ulipanga kwamba hii harusi yako ifanyike kimya. Huenda wazo lilitokea kwa huyu Tanasha. Huyu Tanasha kila mwanaume aliyekuwa na mali na fedha na gari, yani huyu ndio kopo mwanaume wake. Ni gold digger, yani huyu ni mchunaji vibaya mno. Jamaa kawaka na swali la kwanza alilouliza ni kwamba inamaanisha wewe Jide ni kwamba sio bikra na jina lako hilo sio la kweli au? Mwamba kwa hasira sana akaondoka ndani ile nyumba. Sasa jamaa amebakia nyumba anajiuliza, hivi jamaa anajua bikra? Hivi bikra hii hata kwa sura tu aziangalie kwamba hii sura ya bikra hii sura. Ai jamani. Natasha utamu alafu wewe bikra.
Utafikiri mambo mengine yaingia akilini jamani. Jamaa akiwa haamini kabisa yale anayoyaona akaingia chumbani. Kitu cha kwanza akaenda akaishika ile Biblia ambayo kila wakati alikuwa anamuona mwanamke huyo anayesoma. Mwamba alichoka ise. Siingilii ndoa za watu lakini na wasiwasi hata na ule mkesha wa juzi wa maombi. Huenda alienda kuruka na danga lake moja huko. Sasa sielewi mimi yani. Hasa kumbuka kwamba mchakato mzima ni maelezo ambayo Mwamba yuko kuyatoa kwa mshauri wa ndoa. Sasa hapo Mwamba anaulizwa kwamba kuna neno lolote ambalo hajalizungumza. Akasema ni kweli mambo mengi ndio sijazungumza lakini kubwa zaidi ni kwamba kuna siku mimi baada ya hayo yote kutokea nikaona kwamba ngoja niende basi ofisini kufanya kazi. Lakini nikiwa pale ofisini pale kuna kitu nikaja kugundua. Mimi nikiwa nimetulia zangu alikuja secretary juzi tu hapa akaja akaniletea barua akaniambia bana niisome, lakini nilipoenda kuifungua ile barua kuisoma na kuja kugundua kwamba ni majibu ya daktari yakionyesha kwamba secretary ni mjamzito na ameapa kabisa kwamba hatoweza kutoa ujauzito huo. Basi Mwamba anasema baada ya hapo mimi nikarudi nyumbani na kitu cha kwanza ambacho nilimwambia mke wangu kwa sababu naye alikataka kuzungumza na mimi nikamuwahi nikamweleza kwamba Keti ni mjamzito. Jambo hilo alilipokea kwa mshtuko sana. Kwa hiyo unataka kunipa taraka kwa sababu ya huyo mwanamke aliyekubebea mtoto, si ndio? Sielewi uwe Jedida uwe ni Tanasha, mimi sihitaji kitu chochote kutoka kwako na sasa hivi ninachotaka ni kitu kimoja tu, bali na wewe sihitaji yoyote ile. Sikiliza Jide, yani umeharibu kila kitu. Sikutegemea kabisa kwa mwanamke kama wewe ambaye nilikuwa mimi mpaka 100%. Wakati mwingine nikawa nakuona kama malaika ambaye yuko duniani. Leo hii mimi naenda kula makapi ambayo wanaume wengine wameyatumia huko mpaka wameyachoka. Kumbe unaitwa Tanasha utamu. Ulikuwa unafahamika karibia yani hii Nigeria nzima hii kwa tabia zako. Alafu leo hii eti mimi kirahisi tu nikurudie tu. Unaniigizia, unanikazia kwamba mwaka mzima tukae bila kitu chochote. Alafu unajifanya mlokole mtu mmoja dini sana. Ovyo kabisa. Kwa hiyo ulipokuja kunidanganya kwamba wewe ni bikra, kwa hiyo ukategemea tukikaa kwa kipindi cha mwaka mmoja, kwa hiyo nikija kugundua kwamba ningekubali kirahisi. Yani mimi bado ningebakia na msimamo wangu ule hata kama ningegundua baada ya mwaka mmoja. Mwanamke Jide bana ni kweli alikuwa amebadilika kidogo kwa tabia yake, lakini sasa Mwamba hakuwa tayari tena kumpokea kwa sababu ya ule uongo aliokuwa amemuongopea. Mwisho wa siku jamaa akatoka ofisini kwa hasira kabisa. Jide akaomba msamaha lakini bado Mwamba kumuelewa. Inaonyesha sini ikiwa Jide anaonekana anarudi nyumbani kwa Mwamba huko anakuta mabegi yake tu yako nje. Mwamba hahitaji tena kuishi naye, lakini Mwamba hakuishia kwa Jide tu bali alirudi mpaka kwa Keti yule sekretari wake na akamueleza kwamba hayuko tayari kwa ajili ya mahusiano yeyote yale. Anachohitaji ni kwamba wamlee huyo mtoto basi inatosha, lakini Keti ataishi kwake anakokujua, lakini naye pia hayuko tayari kuishi na mwanamke yeyote kwa kipindi hichi. Akawa amemaliza. Kwa mwisho wa siku ni kwamba Jide anaingia tena mtaani kwenda kuyaishi maisha yake yale au ataenda kubadilisha mfumo wake wa maisha aje kumpata mtu sahihi ambaye atamwambia ukweli. Lakini yote kwa yote hii kabakie kuwa funzo kwa watazamaji wangu wapenzi ambao mnafuatilia PVP Media, especially kwa girls. Ni vyema sana katika kuanzisha mahusiano yako ama unapoamua kutengeneza maisha yako na mtu, basi tumia ukweli, tumia vitu ambavyo viko wazi kabisa. Na heli mtu akakupokea kwa udhaifu wako kuliko akakupokea kwa uimara mwingi ambao umejihakikishia lakini ukawa ni uongo hayo mambo ambayo umeyaongea. Watu wengine ambapo wanakuja kurealize yale mambo ambayo uliwaongopea yanakuja kuwaumiza sana kiasi ambacho wanafanya maamuzi ambayo hata kama umemchelewesha huyo mtu, umemkalisha kwa muda mrefu ukizania kwamba atakapokuja kujua ukweli kwa sababu muda utakuwa umepita basi yeye hatofanya maamuzi. Kuna watu hawana roho hiyo, watafanya maamuzi haijalishi ni kwa kipindi gani